Sisi, yeah, this is evidence. Jibai namdengenye no. Sisi hatuogopi askari. Na sisi ni watu wangwana sana. We are law abiding citizens. Kuna kambi mbili hapa. Kuna kambi ya STU hapa. Na imekuwa hapa tangu. Kuna kambi ya polisi. Kweli ama si kweli? Kweli. Kuna ya GSU pia hapa. Na kuna ya RDU hapa. Umewahi sikia kwa signals yako yote ati hawa raia wameenda kupigana na RDU? Umewahi sikia wamepigana na GSU wako hapa? Ama STU wako hapa? Ama polisi wenye wako post? Hata siku moja. Why yesterday? Why jana? Alafu a whole CS anatuambia ati watu walivamia polisi. Yani nyinyi mulienda mpaka Lolgorian mukavamia polisi. Yani polisi hawakuja hapa, mulienda mukavamia Lolgorian. Alafu ati nyinyi mulikuwa criminals. Na ng'ombe alikuwa criminal. Labda watu walikuwa criminal na ng'ombe. Na msichana ya mwaka sijui ilikuwa mwaka ngapi? So IG, you know, you're giving a bad image to the government of this country. Very bad image. Na labda nyinyi, because you are police. Nyinyi police, muliinuka kutoka chini, mkaenda from constables sijui mpaka wapi. Nyinyi labda mumezoea damu, mumezoea shida, mumezoea marisasi. What of a CS? A civilian. CS is a civilian. He is supposed to moderate, to tamper between you and the people. Yeye ndio anavaa kuwa katikati. Piga simu. Ati simu yake amempigia Jupat. Simu ya pili amepigia Tunai. Ati wao ndio wanapea information ati this is exactly what happened. And then I'm still also wondering why we are still having Jupat as a DCC. When IG, you were in police when Jupat issued a statement. There are citizen people here. Tell them to get you a clip. Yenye ilikuwa kwa news. Akisema mimi nitaleta Al-Shabaab yangu. Kuja wafamini. Yani, how are we retaining huyu ni mkubwa ya DCI? How do we retain Al-Shabaab in our system of administration? Kama yeye mwenyewe alisema mimi ni Al-Shabaab, why are we retaining him? And why are you arresting people? Why are you arresting people? Why are you arresting Al-Shabaab? Na kuna Al-Shabaab mwenyewe hapa. Why? The king. We feel a lot of pain. And you see, we wanted to feel that relief from the government. Government watuambie poleni, tunajua tutachunguza hiyo maneno, although tunajua mwezi chunguza, lakini hata mtu danganye tu tutachunguza hiyo maneno, tutulie. Na tutatulia. Na tunajua mwezi chunguza, tutatulia. But kuna kitu moja I must tell you. I don't come from this area. My constituency iko neighboring hapa. But hapa. My stepmother, mkubwa kwa baba yangu, alizikwa hapa. Hapa tu, some few meters from here. My father was one of the 42 families umesikia wazee walisema waliletwa hapa kukinga hii area. My father stayed here until he moved my everybody, my siblings walizaliwa hapa.
Mimi peke yangu nilipelekwa huko. But I came back here. We will just want to, you know, we are law abiding citizens. But there are things we must tell you. Kwamba number one, hii shamba yenye iko na misosano. Hatusosani na Wamasai. Na jana pia CS alisema mgogoro ya two communities. We have no issue with the Masai community. We have no issue. We only have an issue with the land grabber mwenye anataka kuchukua shamba sijui aenda afanyie. Sijui anataka kupanda miwa. So that statement pia yenye CS alisema ati coalition between two communities are withdrawn because hawa watu wanalima hapa wanaishi na Wamasai for many years. So don't bring that statement. Number two, hiyo shamba wanaiji. Ukisikia fujo nyingine imetokea hapa na mimi nitakuwa. Jana mtu alikuwa na issue statement as if anatafuta Johanna ati some politicians. Ni mimi. Hiyo politician ni mimi. Na mimi nitakuwa hapa. So mkileta siku nyingine police mjue Johanna ako hapa. Na hatutaomba usaidizi yenu. We don't need it. We don't need it. Na mkikuja hapa kuua watu, hatutawaua, lakini tutawashika. Na Mungu sabtozi mangwani. Hata Juma mimi mwenyewe nilitafuta yeye sana. Jana. Nilikuwa nataka niletea hao wananchi akiwa live. Hii, I'll tell you for a fact. Kuna gari nilipata hapo. V8. Hii ya 34 million. Hata Aaron hana hiyo. Alaiti ndio hii na baba 34 million. Hatujui ni nani alikuwa kwa hiyo gari. Mimi nikauliza mahali Juma tako. Polisi walikataa. Nikavunja hiyo gari. Mpaka nikaingia ndani. Bahati mbaya Juma tako. Alikuwa ameshika pikipiki, akateremka akaenda Chemchem, akatokelezea condiment, akaenda so. Tulikuwa nataka kushika yeye live, atuambie vizuri. Hii watoto mnaua, hii wazee mnaua, shida iko wapi? That is why as a law abiding citizen, we wanted to arrest him because there is a provision in the law where a citizen can arrest a police officer, a DC, a criminal, anybody. It is provided for in the constitution. I wanted to arrest him myself. Namna hiyo tu. So next time ukikuja hapa na hiyo mbio we will arrest you. Amambuduga tutachukua, tutarudishia nyinyi, lakini tutapeleka nyinyi mahali tunajua. Police. So please don't bring monkey games here. Na sisi tunajua sheria. Mimi ni wakili, by the way. I know you don't know. I'm a lawyer. So, saa zingine watu wanaleta Kiswahili mingi ati wanasiasa. What is wrong? Hata yeye Murkomen alikuwa mwanasiasa. Amesahau. And the reason why tulisherekea alipowekwa hapo is because we thought he was going to mediate between the police, the administration, and the people. Na kusaidia rais. To give him proper advice of what is happening here. What advice was that? Ati bure, nimesikia ati watu wamevamia polisi, ati nini bure, sisi ni bure. Hata watoto wamekufa ni bure. So, wananchi, and because you are autonomous, you are a commission, you don't rely on anybody's directive. You don't rely even on a DCC or even administration. You are an independent commission. Why was Jupat, who is a DC, advising or directing police to shoot to kill? And you know he said that shoot to kill, and then hakusema just shoot to kill. Aliziba piga mtu kichwa. Enda uone maiti yenye wako mochari. Ni wangapi walipigwa kichwa? Wote 1 out of 6. 4 walipigwa kichwa. Na ni amri ya Juba alisema piga uwe lakini upige kichwa. So
we are demanding as a citizens of this country, arrest Chupat. My brother, your directives and many others, even before you, ordered for the arrest of some of us. I was arrested several times, and there was no crime. Order for the arrest of Chupat. Fanya investigation baadaye wakati yako ndani. Yeah, exactly. Na tutajua by today evening ama kesho tutajua if you have not arrested him. If you not have arrested him mpaka tomorrow, no problem. Tutaendea. Lakini usikuje kuuliza baadaye what is this problem? Usikuje kuulize. Yeah. Wewe rudia hii clip yenye tumetoa saa hii, hiyo ndio kupea jibu. That is the problem. Nilikata kwanza. Number 2. Hii shamba yetu. As brief as that. Hii shamba ni yetu. Kama mnataka kupea sisi title, pea sisi. Kama hamutaki, tutaishi venye iko. Unajua sisi tumezoea vita yetu na Wakuria kutoka Tanzania. Tumezoea. Na juzi mtu alikuja akaanza kulipalipa hao wakuje tena kukoroga sisi. Ati wateze sisi mpaka tuseme tuhame kwa hii shamba. Watu walihama kwa hii shamba lakini sio hawa. So, and we are not even asking. Jana tulisema na magazomo. Jana hao watu waliomba kwamba hii shuka mbiko hapa peleka. ESTU iko hapa niende. Hiyo police ibaki tu mahali ilikuwa post tuko ya kuandikisha tu statement. Lakini mambo ya kulinda sisi wacha tujilinde. Haya tujilinde. Kwani you know hawa wazee walikuja hapa 1954. Wazee wa kwanza hapa 1959. Hao ngeti hiyo. Yeah? Hao jamaa 1953, 1954. Na waliletwa na wazungu. Waliletwa hapa sio ati kwa sababu walikuwa wamekosa mahali ya kuishi. Most of us tulikuwa tunaishi Kilgoris. Saa hii wengine walikuwa wanaishi Sukubo, wengine walikuwa wanaishi wapi Mismis, Njibishi. Wakaletwa hapa kwa sababu ya vita. If you go to the archives, the people who were brought here walienda wakachagua wanaume. Wakawaambia kuna vita hapa Angata Berigoi kati ya Wakuria wa Tanzania na Wamasai wenye wako hapa. Kwa sababu wamelemewa, tunataka kupeleka nyinyi muende muishi huko ndio mzuie. Na tumezuia Wakuria wa Tanzania from 1954. Kwani nyinyi Wakuria wa Tanzania wako na mabunduki, waje hii yenu hii fake hii. Uliza wako na mabunduki zingine inaitwa lukusa, sijui wanatoka wapi. Uliza tumekuwa na STU hapa, tumekuwa na GSU hapa. Ng'ombe ikiibiwa hapa, hakuna GSU anakanyaga hiyo barabara. Ni hawa wananchi wanangangana na hawa. Nani Kuria mbili tu wanasimamisha kila everybody. Na sisi tuliwezana na hao. Alafu mnakuja kutuonesha marisasi hapa. Marisasi. Nilienda jana and you can even talk to your OCPD hapa. OCPD. Uliza yeye venye aliokolewa kwa kifo. Mimi nikamuuliza usipigane risasi hapa. Hii watu mutapigana na hawa mpaka mumalizi marisasi na hakuna barabara ya kuletewa marisasi, alafu zitakamata nyinyi sasa moja moja. So my friend, mabunduki haikuundiwa innocent Kenyans. Mabunduki iliundiwa criminals. We have no criminals here. Because if we had criminals here, they would have been arrested. Kuna polisi ambao wana arrest criminals. Kama tungekuwa na criminals hapa, they would have been arrested. So, ile shida tumepitia hapa bila polisi, bila nani from 1953 mpaka leo. Kama tungekuwa tunategemea polisi, hakuna mtu angekuwa anaishi kwa hii shamba.
So tume repulse Wakuria kutoka Tanzania mpaka jana. Hiyo shamba hata Wakuria walikuwa wanataka kuvamia kitambo. Hawa wananchi wakazuia. Mpaka jana ati mnakuja sasa na mabunduki kutuambia muhame ama ukufe. That was very stupid. That was very stupid. And please don't ever repeat that same mistake again. Enda kamata Bashir, Chupat, Barasa, Tunai. na DCIO. Na Tunai. Na Tunai. Yeah. Hivyo tu, mtu ya lani, wanaodaiwa wanaambia kwenda hapo, kwenda pale, kwenda huko. Ya wana shida. Wale watu ambao walipeana orders to shoot, to kill, ndio wanafaa kukamatwa. So, IG, kwa heshima mingi sana, because you also advise the CS, please tell him to keep off these Ang'ata issues. Hakuna kitu anajua. Na wakati anaongea mbele ya cameras, please advise him. You normally ongea with guarded statements because you know things. You know people die. Now, if you issue any simple statement, death will occur. So that is why you normally measure your statements. Huyu mtu ambia yeye kabla aongeleshe kamera atingize kichwa kwanza. Asikie kama kuna kitu ndani. So, Haji, we have given you an assignment. You can now go and board the plane. Unless you want to tell us how these criminals came here and what you plan to do with the criminals. Then we will allow you to sit with us. Jambo lingine, jambo la mwisho, kwa sababu sitaki niseme mengi. Umeona court order. Defying a court order is a crime. And then defying a court order and commit a crime of death is a double crime. Act of this court order. Ambia sisi wale watu ambao walidefy court order watafanyiwa nini? Kumiwa Isaac. Hoteli Jingoti. Isaac. Imbarani bagata ne kugiyi dobe tutagenge arimbareta mo. Aho mo gene go ingen. Kiwone ndone gibi mo. Wone ndone gibi mo. Koginge wiltabiga mo. Ko wilta chichoto ako siri statement ne gibo mushu. Kule bichu kugijuta mo illegally. Amo dissolving kiyochi compensation. Ini ada satu mana lagi ni gimana? Kiwa ya zara pi kimo gimana ni mo. Cendoro kiga wirte ahul kiga babi chukule. Kiga kyol de jibi chuk mongen. Lakini nyo lugi compensate pichu amonte do title deed. Ko to gi sop to bi kyol kimite mo. It was up to us. Nai ngap girule no inde ni gimiu. Ni gibo no inde daga ni gibo worona. Kurule ko gesi bi kyol ke kilet. Amma mimi lege moyo ndo serikali kumpensate ngapi ngutimoje compensation ko lazima kigoito court ni ruling ko mwagule kikompensate ni bichoto ke budget. That is the problem nigi face the government. Ukiga pile au kingelele mimi ngezi na tangu mimi na court kimoje judgment ngara magi nedi lakini me ruwe ni o mi kwane kimoje judgment ngara na mwane wana Ulu berula bara buat orang miwa. Ini ibarat lagi ke mana ini mo. Ulu mume bara ayo gili ti. Kino sama na mejuwe. Tu kan. Ini na am. Kimi na ibu buat. Ya tarangan lejo. Mige lebu ngalejo.
Agechul kekase mpaka ina mwa bonyo dini. Ongete kona meto. Awonyo soilan barak. Ako kechuru. Ako mpaka osinende. Mpaka Nyanza. Kuyo ka itar wechanye kikochi notice Uhuru Kenyatta. Ako ndo bisi mpaka ita Nyanza kwa mpaka Tanzania ile tabu. Ya ako kurusi Nyanza yenu unile kumele nyongwala kusini. Kote toka bila mpaka Tanzania. Wewe tarangi kwa notice Uhuru Kenyatta. Nile baba kwa jambare. Kuma baba kwa yora kimi. Kiwa notice jamba sukaru. Kiwa notice jamba sukaru. Kuengele lora. Kubuke menye ogo tak turun.